Bwana atusaidie sana. Fanya kazi. Haleluya. Angalia jamii iliyokuzunguka wanahitaji nini. Amina. Mimi unayeniona hapa napika mandazi. Napika mandazi mama. Kuna shule na supply mandazi. Kila wiki napeleka hivi mifuko 30 yenye mandazi matano ni ngapi? Ni 150 eh? Yeah, napeleka mandazi 150 kila wiki. Kinaona utaamini kweli? Napika mandazi. Sasa utasema mandazi. Haya, weka hela itakufuata. Chochote kinachokuingizia hela kifanye. Sasa mimi mandazi 5 nauza buku. Nikinua zangu kiroba kile cha unga cha 40, ninakipika, nikija kupiga mahesabu nina 50 faida. Sio hela. Sasa je? Haya, wewe unayozarau umeingiza ngapi? Umeingiza ngapi? Ninapika mandazi. Bwana asifiwe. Nina ofisi ya kushona. Hii nguo imeshona ofisini kwangu. Na hivi hapa natafuta fundi bado. Maana na mashine nyingine. Haleluya. Kwa nafanya kazi. Nahubiri injili. Nimeajiriwa. Sasa hizo zote si kazi. Nikikupa ratiba zangu hutaziweza. Haleluya. Na mnavyojua huduma inahitaji nini? Maombi. Kwa hiyo kuna saa unaenda utalala huko kwenye daladala. Haleluya. Na bado nina watoto. Mambo ni mengi. Na mwanamke ndo anatakiwa awe hivyo. Unapata wapi muda wa kukimbizana na michepuko? Mimi bado niko hapo. Unapata wapi huo muda? Mungu anataka anataka umtolee sadaka. Unakimbizana michepuko. Unagombana na mume akupi sadaka. Hivi unafikiri anapokupa hiyo sadaka ni wewe unabarikiwa? Wale mnaopewa sadaka na waume zenu ni nyewe mnabarikiwa? Mwambie mwenzio acha ujinga. Tafuta hela wewe umtolee Mungu. Acha kwenda kuomba kwa mtu tena ni mlevi. Mpaka anakuambia ndio wachungaji wenu wamewatuma Wachungaji wanatukanwa jamani, hamjui tu. Wanatukanwa. Nilishasema mambo ya kanisa hapa kwangu yaishe. Kanisa hamna kitu, ni vituo tu vya hela. Sina hela za kijinga. Hela kumtolea Mungu. Unajisemesha pale kutupia buku. Hilo buku linaloletwa hapa mchungaji. Ametukanwa huyo mtoaji. Ametukanwa. Kwani usitafute ya kwako kwa amani? Bwana asifiwe sana. Mimi na rafiki yangu mmoja ni mtumishi wa Mungu. Aliokoka. Sasa alivyookoka, yani ana misimamo. Unaelewa, kuna mtu anaokoka anakuwa legelege, lakini yule ameokoka yani akazama mazima. Kwa hiyo habari za Mungu humwambii kitu. Sasa walikuwa wakipata mishahara yao wanaweka mizani wanapangilia. Alipookoka siku na fungu la 10. Mshahara ukawekwa mezani Akasema sasa kabla hatujapanga, mimi sasa hivi natoa fungu la 10. Akaambia unasemaje? Unasemaje? Wewe ushaanza uchizi. Fungu la 10. Haleluya. Kwa hiyo pale ndio maana Biblia inasema sikuja kuleta amani bali upanga. Pale mambo ya kuweka mishahara pamoja yakaishia pale. Kwa hiyo kila mtu akawa anachukua hela zake. Sasa kama unaleta huo upumbavu wa fungu la 10, ndio mnaenda kualisha wachungaji wenu. Huo ujinga si utaki. Kila mtu achukue hela zake. Kwa hiyo pale kila mtu akawa anachukua hela zake. Bwana atusaidie. Kwa hiyo lazima tufanye kazi. Sasa imagine yule angekuwa hana kazi, ndio anaenda kumwomba, naomba nikatoe fungu la 10. Ingekuwaje? Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe bidii na bidii ya huyu mwanamke wa Mithali 31. Biblia inasema taa yake haizimiki usiku. Kuna mwanamke analala, watu wa Mungu, kuanzia saa 3 anakuja kuamka saa 4
ndo anajinyoosha saa 4. Kweli? Hapana. Kama unafanya hivyo wewe unahitaji maombi. Bwana asifiwe sana. Huyu mwanamke wa Mithali 31 anasema huamka kabla usiku haujaisha. Sisi tunatakiwa tulale kidogo. Kuna mambo mengi, kuna mipango mingi. Bado hujaombea familia yako, bado hujapanga mambo yako ya uchumi, bado hujaandaa kwa habari ya watoto wako na mume wako. Tuna mambo mengi. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe na bidii hii. Tufanye kazi, tufanye biashara, tutunze familia zetu. Amina. Ukishamsoma mume wako, umeshajua habari huyu bwana, habari za ada. Kwanza kuna wanaume kipindi cha ada kikifika, hiyo nyumba inakuwa ya moto. Hashikiki, anakuwa mkali. Unajua kabisa tu kipindi cha ada kimefika. Kwa hiyo wewe jipange, hilo jukumu ni la kwako. Amina. Ni la kwako. Kwa sababu ugomvi wa nini? Kipindi cha ada kimefika, anakuwa mkali. Hata ukipika chochote lazima atoe kasoro. Mtoto akipita tu hapo ni kelele, nyumba inawaka moto. We tulia, kalipe ada, weka risiti ya hadharani kwamba tayari umelipa nini? Ada, ili awe na amani. Maana kinachompa uchizi ni ada. Bwana atusaidie sana. Haya, umepanga nyumba, kipindi cha kodi kikifika, hashikiki, mkali kama mbogo. Kalipe tu kodi mpendwa. Alafu mimi nikuambie kitu. Ukisha tambua hivyo, ukachukua hayo majukumu, milango yako inafunguka kuliko kawaida. Milango yako inafunguka kuliko kawaida. Mungu anajua kabisa. Maana Biblia inasema Bwana asipoulinda mji, asipoujenga mji, wajengao wanakesha bure. Kwa Mungu anajua kabisa huyu mwanamke anafanya kwa moyo. Kwa moyo. Usinungunike, usitangaze. Yaani unajua mwanaume hana lolote, sasa unaharibu. Wewe toa kwa moyo. Kwani huyu mwanamke wa Mithali umemwonaje hapa? Kwenye mstari wa 13 anasema, ile Biblia anasema hufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Acha manunguniko. Kuna mtu ukitoa tu kaela kako umenunua nyama, lazima watu wote wajue. Yaani msione hivi, huyu mwanaume hana lolote, hata kulisha familia hana. Sasa hutobarikiwa. Fanya kwa moyo. Lipa ada za watoto, tulia. Kwa lazima kila mtu ajue? Unalipa ada, unaanza kuambia watoto baba yenu hana lolote. Yaani hata kuwasomesha na wasomesha. Jamani, watu wa Mungu, si tumeokoka. Hayo yote ya nini? Ujui kama Mungu amekufungulia mlango? Maana kama si Bwana usingezipata. Mungu amekufungulia mlango, fanya, mshukuru Mungu. Endelea kumwombea. Bwana siku moja atafungua ufahamu wake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa mwanamke kukaa bila kufanya shughuli yoyote ya uzalishaji sio jambo zuri. We ambaye huna biashara yoyote unayoifanya leo, kwa jina la Yesu, unapotoka hapa, kaanze biashara. Anza biashara, zipo nyingi mno. We nenda tu hata pale Nyuki asubuhi, machungwa 70. Nunua, njoo mtaani, tafuta mahali pa kuweka. Mtaani machungwa wanauza shilingi ngapi jamani? 200. Si una faida 100 nzima. Ukiwa na machungwa 50 una shilingi ngapi? Si 5,000. Ni hela ndogo 5,000. Sasa je, mnagombana nini? Bwana asifiwe sana. Ukichanunua machungwa mwisho ndizi mbona uweki? Kachukue na ndizi. Ndizi kule Nyuki wanauza 100. Ndizi mtaani shilingi ngapi? 200 mpaka 300. Tena ni 250 mpaka 300. Weka ndizi, uza. Iombe hiyo biashara yako. Kwa nini sitoke? Inatoka. Bwana asifiwe. Wanakuambia jamani, tukajua unaeka na matango. Sasa si ndio mambo kama hayo? Unaenda unachukua na matango, unafanya nini? Unaweka. Bwana asifiwe. Wanawake, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Hakikisha una kitu cha kukuingizia. Haleluya. Wale wenzangu na mimi tuna smartphone. Usitumie kuselfie tu. Mwingine mpaka ana iPhone, anaitumia kupiga picha. Fanya kazi. Nenda Kariakoo, piga picha. Sijui nini, t-shirt nini, blouse nini, tuma. Jamani, karibuni, nauza. Utapata watu wawili wa kukuagiza. Unaenda kuchukua. Siku hizi kuna hizo biashara zinaitwa uwinga. Usifikiri kila mtu anayeposti ana duka. Watu mtu anaenda Kariakoo kupiga picha tu, anarudi. Akishapiga picha anachukua namba ya mwenye duka. Anarudi anaposti. Akipata oda anaenda kuchukua, anapiga picha nyingine mali mpya. Haleluya. Acha kukaa kizembe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mwanamke kukaa bila kufanya kitu ni dhambi. Wanawake tuna mambo mengi. Kuna vitu unaona kabisa mtoto wako hiki anakihitaji. Ukienda kwa baba yake anataka maelezo ya kina. Hivi utaenda kumweleza baba yake kwamba mwanangu ameingia period? Kweli? Unaenda kumweleza? Wewe kwani kazi yako nini? Si kuna vitu kama hivyo? Una binti. Ndio vitu kama hivyo. Amina. Amen. Haya, mama yako kijijini kule, utamwambia baba watoto kuna vitu atafanya. Lakini mwingine too much. Kwanza mama yake mwenyewe amhudumii. Unataka kumhudumie mama yako? Mama yake mpaka akumbushwe. Unafanya nini hapo, watu wa Mungu? Bwana asifiwe. Alafu mama yake ambaye hamhudumii, mama yake anafikiri wewe ndio unazuia asimhudumie. Umeelewa? Kwa hiyo akili kichwani mwako. Bwana asifiwe. Umeshakumbusha jamani. Hivi mara ya mwisho kumkumbuka hata mama lini? Sijui ilikuwa Januari. Ile mwaka mpya nilituma 50,000. Hapa tuko mwezi wa 8. Mwezi wa 7 tangu mwaka mpya 50,000. Hivi wewe usipokaa vizuri kwenye hiyo familia, ukakaa kwa akili, utachukiwa sana kwenye hiyo familia. Bwana asifiwe sana. Lazima wewe ujiongeze. Mkumbushe. Lakini wakati mwingine fanya wewe kwa ajili ya watoto wako. Atakaposema ubarikiwe mwanangu, aziishi kwako na kwa watoto. Mimi kuna wakati ninafanya shopping kwa mama yake hata hajui. Nafanya. Bwana asifiwe sana. Anapewa asante. Kwani mimi naenda kumwambia mama yake ni mimi nimefanya. Anapopewa asante mama yake ndo anagundua kumbe hata hajui. Ndio unavyojijengea sifa njema. Na wokovu wako ndio unapoonekana. Na baraka. Alafu niwaambie kitu. Nina utaratibu wa kuwabariki wazazi. Wazazi wangu mimi. Na nikifanya hivyo na mbariki pia mama yake, ndio alimbaki. Nimegundua jambo hili moja. Ninaweza nikawabariki wazazi wangu, uchumi wangu ukabaki kama ulivyo. Siku nikiamua kumbariki mama yake kuna vitu vya ajabu vinatokea. Kuna siku nilituma 30,000 tu mama, 30,000 tu nilimtumia yule mama. Akanipigia simu. Akaanza kutamka baraka. Kabla haijafika jioni nilipokea 300,000. Waendelea kuwa mchoyo tu. Mtoto wenu, yani ukimpigia mama mkwe ni malalamiko. Fanya kitu. Uchumi wako wakati mwingine amekamata ule mama. Mimi nilishajua uchumi wangu amekamata mama mkwe. Nilishajua. Kwanza nikijiona sina hela namtumiaga hela. Hata nipigia, yani Jackie mwanangu, unajua sina hata lugha. Namwambia mama, mshukuru Mungu, niombee. Hebu nikuombee mwanangu. Ataomba. Mimi najua jua alizami kabla Bwana hajafanya. Na kweli Bwana huwa anafanya. Haleluya. Hivi shoga yangu, tangu Januari umefanya nini kwa mama mkwe wako? Na kuuliza umefanya nini? Si uko hai, kwa yule ambaye yuko hai umefanya nini?
Acha kumshtakia mtoto wake kila siku. Ukipiga simu ni mashtaka. Mashtaka. Hivi mimi nikuulize. Siamai. Nikuulize. Hivi wewe si una watoto? Mtu akiwa anakuambia mabaya ya mtoto wako unajisikiaje? Kwa mama mkwe wako ni mwanadamu kama wewe. Unapomshtakia kila saa ukipiga simu ni mashtaka tu. Hakuna jema, mpaka anajiuliza hivi mwanangu amekuwa shetani? Hamna jema lolote. Ni mashtaka, ni mashtaka, ni mashtaka. Unafikiri ule mama anajisikia vizuri? Unafikiri ampendi mtoto wake? Mengine kauka. Mwambie mwenzio mengine kauka nayo. Shtaki kwa Mungu. Acha kugombanisha familia. Sasa mwisho wa siku wewe ndio unaonekana mbaya. Bwana asifiwe sana. Wewe ndio unaonekana mbaya. Mimi nikuambie njia pekee ya kudumu hapo. Mbariki ule mama. Mbariki ule mama. Atakutamkia mema wewe. Alafu ole wake. Wewe unakauka na endelea kumwambia Mungu. Ole wake. Aje tu hapo amekuja kutembea, akute mwanao anavyoyafanya hayo. Uone atakachofanya. Kwa sababu wewe umeamua kukaa upande wa Mungu. Si unambariki mama yule. Yule mama utapata kibali ndani ya moyo wake. Na watoto wako watapata kibali ndani ya moyo wake. Atakutamkia nini? Baraka. Siku atakayojua yule mwanaume mtoto wake anakumistreat, atasimama upande wako. Haleluya. Haleluya. Ndivyo unavyoshinda. Kuna mbinu za ushindi. Amina. Mbinu za ushindi. Acha malalamiko. Alafu mimi sinaongelea mambo ya biashara, jamani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaona sifa moja hapo ya mke mwema ni kufanya uzalishaji. Hakikisha kuna kitu unazalisha. Kachukue karanga, ponda unga wa karanga uza. Ni kazi hiyo. Haleluya. Wanawake wengi leo wamekuwa tegemezi, hawafanyi chochote. Unalala tu, ufanyi chochote cha uzalishaji. Leo iwe mwisho kwa jina la Yesu. Leo tuamke tena kwa jina la Yesu. Tuna uwezo, maana Bwana ameweka maarifa ndani yetu. Una maarifa ya biashara wewe, na ukifanya unatoboa. Amina. Alafu wengine mmekalia yale maarifa, wengine ndo wanakuja kuchota kwenu. Eti nani mama nani? Hivi unaonaje nikikaanga karanga nikauza nitapata faida? Hamna. Wezi chukue ziponde ponde, tengeneza unga karanga wanapenda. Kwani wewe usizingia zichukue kufanya hivyo? Unawapa wenzio channel. Na mtu anaenda kufanya kazi anatoboa. We bado uko hapo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaona mke mwema huwa anawakunjulia maskini mikono kwa sababu ya zile kazi. Kumbe kuwakunjulia maskini mikono ni kazi yetu. Ni jukumu lako. Kuna maskini, kuna wajane, ni jukumu lako. Sasa nikuulize, utawakunjulia mkono kwa hela za kuomba? Utawakunjulia maskini mikono kwa hela za kuomba? Au utaenda kuiba? Kuna wanawake wanaiba hela za waume zao wanakuja kutoa michango kanisani. Ni dhambi jamani. Unamvizia melewa we, unachomoa 10,000. Kwanza na mchango wa ujenzi, nikamtolee Yesu wangu. Yesu hataki hela za wizi. Sema amina. Najua wapo. Kwani mimi si mwanamke? Na mimi nipo kanisani. Kuna mtu anachomoa hela za wizi anakuja kumtolea Yesu. Yesu hataki hela za wizi. Anasema nitabariki kazi za mikono yako. Au amesema za mikono ya mume wako? Mikono yako inatakiwa ifanye kazi, maana ina baraka. Haleluya. Kwa Biblia inatuonyesha kwamba ni vizuri mwanamke atumie maarifa ya uchumi na biashara aliyopewa na Mungu ili kujijenga yeye mwenyewe na kujenga familia yake na kujenga taifa. Nadhani natakuwa niendelee nikamalizie, si ndio Kwa mwanamke wa Mithali tunaona alijijenga mwenyewe. Kwenye ule mstari wa 22, anajitengenezea mazulia urembo,
nguo zake ni kitani safi, anajipendezesha mwenyewe, si ndio? Lakini tunaona alijenga familia yake. Ukiangalia mstari wa 14 anasema anafanana na merikebu za biashara, huleta chakula chake kutoka mbali. Mwanamke wa Mithali 31, mtu wa Mungu, hapiki mataputapu. Haendi kununua tu nani ugali sijui na mlenda watoto wanakula, no. Huleta chakula chake kutoka mbali. Maana yake chakula chake ni balanced diet. Tumeelewa? Ndio maana hii kuleta kutoka mbali. Hapiki mataputapu kwa familia. Kuna watu pamoja na waume zao kutoa hela za chakula, anabana akacheze mchezo, watoto watakula ugali na chumvi. Unatenda dhambi. Unatenda dhambi. Unajua kuna dhambi ambazo hazipo kwenye Biblia lakini ni dhambi. Kwani wadhulumu watoto, baba yao ametoa hela wale. Wewe unaenda kucheza mchezo, alafu ukipokea mchezo huo unaficha. Jamani, hivi kweli mama? Ni kweli? Ni dhambi si dhambi? Ni dhambi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tuwe watu ambao tunatenda haki. Baba yao amesema watoto wale kuku, acha wale kuku. We mambo yako ya mchezo pambana. Amen. Pambana. Jiongeze. Omba Mungu akufungulie milango. Haleluya. Kwa hiyo tunaona anajenga na familia yake kwa namna hii. Huleta chakula kutoka mbali. Mstari wa 15 anasema tena huamka kabla usiku haujaisha, huwapa watu wa nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao. Bwana asifiwe. Hapa tunaona ujenzi wa familia. Lakini pia anajenga jamii. Tunaona anatoa ajira, si ndio? Tunaona anatoa ajira. Kwenye hicho kiwanda chake cha kushona kuna ajira. Kuna mahali anasema uweka mikono yake katika kusokota, utia mikono yake katika kusokota, alafu anasema na yeye mstari wa 19, hutia mikono yake katika kusokota na mikono yake huishika pia. Manake kuna kiwanda cha kusokota, nadhani anazungumzia zile material. Bwana asifiwe sana. Maana hapa ni kama nyuzi, zile material. Sasa hicho kiwanda kuna watu wamewaajiri. Amen. Lakini tumeona anawaja kazi. Kwa hiyo unajua hili ni jambo la kijamii kabisa. Ni jambo la kujenga pia taifa. Lakini pia tumeona huwakunjulia maskini mikono, anagusa jamii. Amina. Kwa hiyo mtu wa Mungu ukijijenga kibiashara, kiuchumi, una kitu cha kumkunjulia maskini. Una kitu cha kujenga familia. Kama nilivyokuambia, tunza familia yako, ulikoolewa, ulikotokea. Usiwe mbinafsi. Kama unataka kuona baraka za Mungu, usitende kwa ubinafsi. Amina. Tunza familia. Amen. Amen. Sasa kulikuwa na mjadala. Mwongoza mada niambie. Tuingie kwenye mjadala ama? Nadhani sijachukua muda mwingi sana. Kuna maswali pale nilitumiwa kama tuyajadili. Tutajadili baadaye. Yeah? Wakati wa maswali na majibu. Amina. Bwana asifiwe sana. Naamini kuna kitu umekipata mtu wa Mungu kwa utukufu wa Bwana. Haleluya. Haleluya. Basi Amina, mama barikiwe. Naomba nilete. Watu wa uchumi waga wabembelezi. Umesikia nondo hizo? Tafuta hela, usikae bila kutafuta hela. Samani dada Jackie, mimi mdogo wako. Samani naomba kujua kabila lako. Imeisha. Mimi nimetoka Moshi, nimezaliwa Moshi, nimekulia Moshi. Ni Mzigua kwa kabila, lakini ni Mchaga. Yaani inabidi tu uwe Mchaga. Wachaga aturiziki. Yaani mimi nina vipaji, sijui ni vipawa, sijui ni nini, lakini vyote vinanipa hela. Alafu naomba unyooshe kauli. Sijaajiriwa kwenye shule ya nasari. Mishahara ya shule ya nasari ni 30,000, 300,000. Yaani hapo ndio umepewa vizuri. Umepata Montessori atakupa 400,000, 500,000.
siwezi kukaa mwezi mzima kwa 300,000. Yaani unaangalia, nilianza shule Sebleni, shahidi dada yangu hapa. Niliachana na 300,000 za mwezi mzima, na nauri umo, chakula umo, maji umo, na stress na pressure umo. Nikasema nitatengeneza ya kwangu hata kama itasimama kwa miaka 5. Tunavyoongea nina miaka 2.5. Nina watoto 35. Kwenye shule ambayo inalipa ada vizuri katika system, kwa account ya bank. Kwa jamani, inabidi tuwe tu Wachaga. Yule baba alinipa Seble, hakunichaji kodi na chumba kimoja. Hakunichaji kodi, lakini alinisupport eti mama. Nikakusanya mtaji wa watoto wangu alivyofika 25, nikawapigia hesabu, wanalipa mwalimu, wanalipa mpishi, napata hela ya mchezo na kikoba, nalipa kodi, tuondoke. Tumepanga nyumba nzima, ina vyumba 3 na Seble na ofisi ya mkurugenzi Emi Njama. Hebu piga makofi kwa Yesu. Usikubali kukaa kinyonge. Mchaga mwenzangu, kwa Yesu kunalipa. Hayo ni maarifa. Mimi ni mdogo lakini nina maono makubwa. Yanaendaje nisipoamka nilipolala? Unatoboaje ukiwa unataka mwenzio akuwazie pesa zako? Yaani saizi mzee ananiangalia tunavokatiza, afu nakatiza tu hivi. Ananiuliza, "Wewe mbona sikuelewi? Kuna nini baba? Kuna tatizo?" Hakuna. Basi mimi niko sawa. Nimejitahidi nisiwe na kiburi, nimejitahidi nifanye mambo nisisakame. Yaani nimejitahidi, mama, nimejitahidi. Na leo nimeongezewa. Nilikuwa na tabia nikifanya kidogo, nikikutana na mtu tu ambaye ananijua vizuri, yani acha. Jamani, yani mimi nachoka. Yani kuna wengine wamepata. Yani mimi, yani unaongea ukitoka hapo umekauka upako, huna hata robo. Unarudi nyumbani unatathmini, unasema hivi Mungu waga anasema tuhesabu maneno. Tutatolea hesabu ya kila neno. Haya niloongea na akiniuliza nilikuwa namaanisha nini nitasemaje? Yaani natamani niweke ule wimbo wangu nasema nimsimulie nani, lakini watu watalia. Nikaacha hiyo biashara kule. Nikasema hivi, kwani nikifanya na katika wapi? Nikajaribu kufanya sikatiki mahali. Zaidi sana baba alikuwa anagomba mara 7 kwa siku, akapunguza idadi. Kwa Yesu kunalipa. Ukifanya kakosa kidogo unaongeleshwa nusu saa. Mume wangu ni Mpare. Samahani Wapare mlioko humu, lakini anaongea nusu saa liishi, alafu anaongea mwenyewe. Hivi unajua mtu anaongea mwenyewe? Hakuongeleshi, ila anaongea mwenyewe ya kwako. Nikasema hii biashara inatakiwa ishe. Inaishaje? Ukimwambia usinigombeza kati uchangie hata 100, atakugombeza. Yaani haoni, akiacha hamna mboga anarudi hamna chakula. Hivi kweli asikugombeze kweli? Yaani anakuona we mzigo. Nikasema sitaki kuwa mzigo. Ninaanza kama Taira, lakini watanielewa mbele ya nini? Mimi jamani nimeongeaje, naomba niishie hapo kwa leo. Kwa heshima kubwa, wakati huu ni mzuri sana. Tunakwenda kumkaribisha mgeni rasmi. Mimi jamani niwapongeze waandaji wa hili kongamano. Natamani tu nijue nani alikuwa mwenyekiti. Mimi mwenyewe nimealikwa. Mwenyekiti nani? Imagine, mimi napenda kusema la kishua, kongamano la kishua. Yaani tuko wachache lakini kuna mgeni rasmi ambaye atakuja kuongea lolote na wamama wa siku ya leo. Na kuna mgeni rasmi ambaye nimepewa taarifa kwamba ameshafika, yuko ofisini. Kwa hiyo tunataka tumkaribishe kwa furaha kubwa na kwa shangwe kubwa, aingie ukumbini kwetu, na atakapoketi basi ratiba nyingine zitaendelea. Wanawake mnaoweza kupiga kigelegele, achilia kigelegele cha nguvu hapo kwa dada yetu mzuri, mgeni wetu rasmi, mgeni wetu maalum. Asante kwa kukubali wito. Asante kwa kuitikia wito wetu. Mungu akubariki. Unaweza kucheza kidogo hapo ulipo. Unaweza kucheza.
yaliyo makuu amefanya, ametenda yaliyo makuu amefanya kwenye kongamano letu, ametenda yaliyo makuu amefanya, ametenda yaliyo makuu amefanya. Karibu sana mtumishi wa Mungu, dada yangu Adolfina, hapa madhabahuni, uje utuambie. Barikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunawapenda na tunashukuru sana kwa ujio wenu. Hakika Mungu awabariki sana. Mimi naitwa mchungaji Adolfina, ni msaidizi mahali hapa. Bila kuchukua muda, na mtambulisha pia mama yangu, ni mama mchungaji wetu, anaitwa mchungaji Diana. Karibu sana. Namkaribisha pia kiongozi wetu wa kina mama ambaye yupo hapa, anaitwa mama yetu. Karibu sana. Tunampenda jamani. Mbarikiwe. Ninashukuru sana pia kwa ujio wenu viongozi mahali hapa. Ni kama mnasema Wachaga, tupo busy sana na watani na wengine wote tupo hapa. Haleluya. Tunapambania maisha, tutaki kushindwa. Haleluya. Namkaribisha mama yangu, dada yangu, mwalimu mzuri sana. Ametunza watoto wangu wote kuanzia wa kwanza hadi wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Ni mchungaji wetu Magdalene. Karibu sana James. Nashukuru sana. Hebu tumshangilie mama yetu. Ni mama bora, anafundisha mafundisho mazuri sana, wanandoa, mahusiano, uchumi, kila kitu yupo. Haleluya. Karibu sana. Nichukue pia nafasi kumkaribisha mama mchungaji wetu Jacqueline. Huyu ni ndugu yangu, ni mdogo wangu, afu na upako mkubwa sana. Bwana asifiwe. Karibu sana. Tumetoka mbali, tumeanza huduma chini ya mti, tumepitia mapito mengi sana, ila hatujakata tamaa. Kuna wakati nikata tamaa, kanaambia amka bwana, tuanze, chukua hata micheni, chukua biashara yote, nyanyuka. Kwa hiyo tumepambana hadi kufikia leo. Mungu akubariki sana. Karibu sana. Nichukue pia nafasi kumkaribisha, ni rafiki yangu mpendwa sana. Tumeanza pia naye huduma wote hawa. Tumepita kwenye ziki, kwenye mawe, kwenye dhoruba, kwenye changamoto nyingi sana. Naitwa mchungaji Gertrude Mwakisunga. Karibu sana. Tunakupenda sana tena sana. Mungu akubariki. Haleluya. Na wengine wote wa mama mahali hapa, na wengine ambao wamepata mwaliko wangu, wamefika mahali popote walipo. Mungu awabariki, Mungu awabariki. Kuna ndugu yangu hapo nyuma atanyosha mkono, na wengine wote waliofika. Jamani, tunawapenda. Mahali hapa ni kanisa linaitwa Njia ya Ushindi. Baba yetu anaitwa Askofu Victor. Bwana asifiwe. Tupo hapa tunangurumesha maombi. Ukitaka maombi, ukitaka neno, kila kitu kipo mahali hapa. Nawaza nimalizie hapo, na Mungu awabariki. Pia tunaacha viongozi wetu watakaribishwa kirasmi. Naomba nimkaribishe mtumishi wa Mungu Efrasia Thomas na Minister Faith Lucas. Wao watakuja kututambulishia mgeni rasmi wetu. Na watasema mawili matatu vile ambavyo Roho wa Bwana ataruhusu ulimi wao uteremke. Karibu sana dada Efrasia. Mziki kidogo, hata kama ni hatua mbili, lakini wasije kavukavu. Haya, sawa. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kama tulivyokwisha kutambulishwa kwa majina na nyadhifa zetu, kutokana na muda nitakwenda moja kwa moja kwa risala. Na kwa sehemu tumeshatambulishwa mgeni rasmi, lakini kwa ajili ya itifaki tutampa nafasi maalum kwa ajili ya utambulisho. Risala kwa mgeni rasmi.
Ifuatayo ni utambulisho wa kikundi cha Women of Grace cha Kanisa la Njia ya Ushindi. Mgeni rasmi, mchungaji na viongozi wa kanisa, wachungaji waalikwa, wageni waalikwa, ndugu na dada zangu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu tunakusalimu na kukukaribisha kwa moyo wa upendo katika kongamano hili maalum. Kwa niaba ya kikundi cha Women of Grace cha Kanisa la Njia ya Ushindi, tunakushukuru na kukubali mwaliko wetu na kuungana nasi katika siku hii muhimu. Kikundi cha Women of Grace kilianzishwa mwaka 2004 kikiwa na jumla ya wanawake 5 wenye maono ya kujenga umoja, upendo na kusaidiana. Kwa neema ya Mungu, kikundi hiki kimeendelea kukua na kwa sasa kina jumla ya wanawake 30 ambao wameendelea kushiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali za kikundi. Lengo kuu la kikundi hiki ni kuelimishana katika nyanja za kiroho, kijamii na kiuchumi, pamoja na kusaidiana katika masuala mbalimbali ya kijamii kwa umoja na mshikamano. Tunaamini kuwa jamii bora huanzia katika familia imara, na familia imara hujengwa na watu wenye hofu ya Mungu, upendo na ushirikiano. Mgeni rasmi, katika kipindi kifupi tangu kuanzishwa kwake, kikundi chetu kimepata mafanikio mbalimbali. Kwanza, tumeweza kufanya mikutano ya mara kwa mara iliyokusudia kujengana kiroho, kupeana ushauri, kufarijiana na kuimarishana katika maisha ya kila siku. Pili, tumekuwa tukikusanya michango ya wanachama kuanzia shilingi 500 na kuendelea kila tunapokutana ili kuimarisha mfuko wa kikundi. Mfuko huo umetuwezesha kusaidiana katika masuala mbalimbali ya kijamii ikiwemo sherehe, misiba, magonjwa na changamoto nyingine zinazowakabili wanachama wetu na familia zao. Tatu, kwa neema ya Mungu tumeweza kuandaa kongamano hili kwa mara ya kwanza, tukiwashirikisha wanenaji wageni pamoja na uwepo wa mgeni rasmi. Hili ni jambo kubwa na la kihistoria kwa kikundi chetu, kwani linatoa fursa ya kujifunza, kuhamasishana na kujengeana uwezo katika kutimiza kusudi la Mungu katika maisha yetu. 4, tumekuwa na utaratibu wa kufanya maombi mara kwa mara kwa ajili ya familia zetu, jamii yetu na taifa letu, tukimwomba Mungu aendelee kulinda amani, umoja na maendeleo. Tunaamini kuwa kupitia maombi Mungu ameendelea kutupa nguvu, hekima na mafanikio katika nyanja mbalimbali za maisha. Pamoja na mafanikio hayo, bado tuna ndoto ya kuendelea kukikuza kikundi chetu ili kiwe chombo cha kuleta mabadiliko chanya kwa wanawake, familia, kanisa na jamii kwa ujumla. Tunatarajia kuanzisha miradi ya kiuchumi itakayowawezesha wanachama kujitegemea na kuongeza uwezo wa kikundi kusaidia jamii. Changamoto zetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio tuliyoyapata hadi sasa, bado kikundi chetu kinakabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo zinahitaji ushauri, maombi na ushirikiano wa wadau mbalimbali ili tuweze kuzitatua. Kwanza, kikundi chetu kinakabiliwa na upungufu wa vyanzo vya mapato, hali iliyosababisha wanachama wengi kushindwa kuchangia kwa kiwango kikubwa zaidi ili kukuza mfuko wa kikundi na kutekeleza shughuli mbalimbali za maendeleo. Pili, bado kuna uhitaji mkubwa wa elimu na mafunzo katika maeneo muhimu kama vile uchumi, ujasiriamali, mahusiano, malezi ya familia, sheria na masuala ya ndoa. Tunaamini kuwa elimu hizi zitasaidia kuwajengea wanachama uwezo wa kukabiliana na changamoto za maisha na kufanya maamuzi sahihi kwa manufaa ya familia na jamii. Tatu, kutokana na uwezo mdogo wa kifedha, tumeshindwa kushiriki kwa kiwango kikubwa katika michango ya ujenzi wa kanisa, jambo ambalo tunalitamani kuliboresha kadri Mungu atakavyotujalia uwezo. 4, bado tunakabiliwa na changamoto ya ushiriki mdogo katika kazi
ya ushuhudiaji na uinjilisti, hali inayofanya tusiweze kuwafikia watu wengi zaidi na kuwaongoza kumjua Yesu Kristo kama Mwokozi wao. 5. Tumekuwa na shauku kubwa ya kuifikia jamii inayotuzunguka kwa matendo ya upendo na huruma, lakini kutokana na kipato duni cha wanachama wengi tumeshindwa kuwasaidia kwa kiwango kikubwa wenye mahitaji mbalimbali ya msingi kama vile chakula, mavazi na mahitaji mengine muhimu. Hali hii imekuwa kikwazo katika kutimiza kwa ukamilifu wito wetu wa kuonyesha upendo kwa vitendo katika jamii. Hata hivyo, pamoja na changamoto hizi, hatukati tamaa. Tunaendelea kumtumaini Mungu, kushirikiana na kufanya kazi kwa bidii, tukiamini kuwa neema yake na ushirikiano wa wadau mbalimbali tutazishinda changamoto hizi na kufikia malengo tuliyojiwekea. Maombi yetu kwa mgeni rasmi. Mgeni rasmi, tunaomba ushauri, maelekezo na ushirikiano wako katika kutusaidia kupata fursa za mafunzo na uwezeshaji zitakazotuimarisha kiroho, kijamii na kiuchumi. Tunaamini kuwa kupitia msaada wa ushirikiano wa wadau mbalimbali, kikundi chetu kitaendelea kukua na kuwa chombo muhimu cha kuleta mabadiliko chanya katika kanisa na jamii kwa ujumla. Hitimisho. Mwisho, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuanzisha na kuendeleza kikundi hiki cha Women of Grace ambacho kimeendelea kuwa chombo cha kujengana, kuhamasishana na kusaidiana katika maisha ya kiroho, kijamii na kiuchumi. Tunamshukuru mgeni rasmi, viongozi wa kanisa, wachungaji waalikwa na wageni wote waalikwa kwa kukubali kushiriki nasi katika kongamano hili. Tunathamini uwepo wenu na mchango wenu katika kufanikisha shughuli hii muhimu. Tunaahidi kuendelea kushikamana katika upendo wa Kristo, kuendeleza umoja, kusaidiana katika mahitaji mbalimbali na kushirikiana kikamilifu katika kujenga familia, jamii, kanisa na taifa letu. Mungu awabariki sana. Mungu alibariki kanisa la Njia ya Ushindi. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Risala hii imeandaliwa na kusoma kwenu na Faith Lucas, katibu wa Women of Grace, pamoja na Euphrasia Thomas, mwenyekiti Women of Grace. Asanteni sana. Tunaomba tukabidhi risala hii. Tupige makofi mengi mengi kwa Bwana Yesu. Asante sana, asante sana watumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana sana. Kwa heshima kubwa, hebu tusimame kwa makofi mengi. Tupige makofi wakati mgeni rasmi anakuja hapa mbele kuongea na sisi, kutupa ushauri kama ambavyo tumemwomba aseme neno la ushauri. Tusonge mbele, aje hapa mbele. Na sijui, natamani tungekuwa na mziki mzuri hata tucheze kidogo, lakini mpaka tuweke process za simu tutachelewa. Hebu tupigie hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Unaweza. Karibu dadangu. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Oh, unaweza. Haleluya. Oh, hakuna Mungu kama wewe Bwana. Oh, unatosha, unatosha. Yeah, yeah, yeah. Uwe unatosha, unatosha. Yeah, yeah, yeah. Haleluya. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Oh, unaweza, unaweza. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Kama wewe Bwana. Wewe unaweza, unaweza. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Mungu kama wewe Bwana. Oh, hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana.
Mungu kama wewe Bwana. Haleluya. Jamani, karibu sana mama, karibu. Amen. Naomba tukae. Tuombe. Baba Mungu, mfalme wa mbingu na nchi, naliinua jina lako, nalitukuza. Hakuna Mungu kama wewe. Asante kwa upendo mwingi. Asante kwa kuruhusu miguu yangu ikanyage mahali hapa. Imeandikwa, nani awezaye kunena jambo nalo likafanyika ikiwa Bwana hakuliagiza? Mungu, kwa andiko hili ninaamini ni wewe umenileta mahali hapa. Basi zungumza na watu wako. Roho Mtakatifu, nena na kundi hili kubwa sana. Nena na mbegu hii ambayo unataka iende kuleta uamsho kwenye taifa la Tanzania. Mfalme wa amani, karibu kwenye mkutano huu. Karibu kwenye kongamano hili, ukalete mageuzi. Miguu yangu itakapoondoka mahali hapa, ushuhuda usioelezeka ukatokee. Utajiri kupita fahamu za wanadamu ukaingie kwenye mji huu. Mungu, nitakapoondoka mahali hapa, mapinduzi ya kiuchumi, mapinduzi ya kiroho, ukalifungue kanisa kwa ukuu, kwa sababu mwanamke ndio anayeleta mapinduzi. Kawainue wanawake hawa kwa kiwango ambacho watabaki wanashangaa. Mfalme wa amani, nimenena maneno haya nikiamini tayari imeshakuwa, na kila anayeamini pamoja nami aseme amen. Haleluya. Basi naomba nijitambulishe vizuri, alafu ni yanene machache sana ili tuende tukapige. Sawa sawa. Yes, nilikuwa nimeelekezwa pale kwamba niongee tu kidogo kwanza tuendelee na mambo mengine afu tena nirudi tena. Nikamwambia hapana. Mimi nikiongea, nimeongea, nimemaliza. Sitaki kuwachosha. Sitaki kuwachosha, na mimi nataka tuendelee na nyingine raha zilizoandaliwa. Hapo vipi? Haya, naomba ndugu zangu nijitambulishe. Majina niliyopewa na wazazi wangu. Mimi naitwa Lilian Wasira. Lilian Wasira ni mwanasheria. Lilian Wasira ni mwinjilisti. Lilian Wasira ni mtetezi wa haki za wanawake na watoto. Lilian Wasira ni mwanasiasa. Lilian Wasira ni mwenyekiti wa wilaya wa UWT, Chama cha Mapinduzi, chama tawala. Lilian Wasira ni katibu wa Mheshimiwa Waziri Dorothy Gwajima kwenye kamati ya mapambano dhidi ya ukatili taifa. Niendelee? Ni mkurugenzi wa shule za Queens Schools zilizoko Airport Dar es Salaam. Lilian Wasira ni mkurugenzi wa shirika la kusaidia wanawake. Sawa sawa ndugu zangu. Kwa leo acha niishie hapo, lakini mambo ni mengi. Nianze kwa kumshukuru sana. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuruhusu nimefika kwenu leo, na niwaambie ukweli, nimefurahi kweli kweli. Nimefurahi sana kuliko unavyoweza kuwaza. Yaani hata mngesema nikae mpaka usiku hapa, mimi ningekaa tu. Nimefurahi sana. Nawapenda sana wanawake. Nina passion na wanawake. Ndio maana nimekuwa kiongozi wa wanawake. Nawapenda sana wanawake. Mimi ni binti wa Rachel Wasira. Nimelelewa na wazazi wote wawili, lakini nilibezi sana kwa mama. Mama yangu ni mpambanaji sana na amepitia mambo mengi sana. Hiyo ndio moja ya sababu ikanifanya nisaidie wanawake. Hata hiyo NGO nilianzisha kusaidia wanawake baada ya kuwa nimeona mengi sana.
Kwa hiyo nawapenda sana wanawake. Hakuna mahali utaniita kwa wanawake nisije. Hakuna. Kwa hiyo ndugu zangu, nina furaha kweli kweli. Mimi yangu yatakuwa machache, lakini niamini mimi hautatoka kama ulivyokuja. Faith, nakushukuru sana katibu wa Women of Grace kwa kunipa mwaliko huu na ninakuheshimu sana. Mimi Kigamboni ni bosi wako, lakini hapa wewe ni bosi wangu. Asante sana dada Faith. Nimejitambulisha, lakini sasa nataka niseme maneno machache kwanza, na nimefurahi kwa sababu nahisi mambo yangu ambayo nilipanga niwaambie leo yanatokana na risala. Yaani ndio nilichoshangaa, ndio mjue Roho Mtakatifu alivyo mwaminifu kweli kweli. Nimewaambia mimi ni katibu wa kamati ya kudhibiti ukatili taifa, kwa hiyo mimi ni mwarobaini wa ukatili wa kijinsia. Yaani bora upelekwe polisi. Ukimpiga mwanamke au ukamtendea mambo meusi, ni heri upelekwe polisi kuliko ukutane na mimi. Huo ndio ukweli. Hata hujaelewa wewe. Yaani huo ndio ukweli. Bora tu uchukuliwe upelekwe polisi, lakini mimi sitaki machozi ya mwanamke. Kwa hiyo leo mtasikia vyote mtavisikia, lakini kwa ufupi sana. Sawa sawa ndugu zangu. Kinachomtesa mwanamke ni kutojua nguvu alionayo. Sasa leo nitawapa kodi, mwambie mwenzako kodi. Uijue tu nguvu yako iko wapi, sehemu gani, where to press the right button. Nimeongea Kimanyema. Yaani ujue sehemu ya kubonyeza kile kireli, kile kitufe cha reli. Pale ndio kwenye nguvu yako wewe. Sasa leo nimekuja kukupa kodi, nimekuja kukupa password ili ujue nguvu ulionayo. Utaona kama utatoka wa kawaida hapa. Ukijua nguvu ulionayo, hakuna mtu atakufanyia masuala ya ukatili. Ukijua nguvu ulionayo, hili kanisa mnabomoa baada ya siku chache kwa sababu ni dogo, halitatosha, washirika watajaa kwa sababu utajua nguvu ya evangelism iliyoko ndani yako. Namshukuru Mungu, katika ukuaji wangu wa kiroho nilishawahi kuwa mkurugenzi mkuu wa uinjilisti duniani kwenye moja ya kanisa hapa mjini. Sitopenda kutaja. Kwa hiyo kwa swala la uinjilisti unaongea na mtu sahihi. Mimi ni mwinjilisti, lady evangelist. Sasa leo nataka tupeane kodi tu basi, na ndio jibu la risala yenu. Kodi tu basi. Mimi nimefanikiwa nikiwa mdogo sana. Nakumbuka siku moja alikuja mtu kuomba kazi kwenye shule yangu. Alipofika pale, mimi amenikuta kwa sababu mimi ni mcheshi sana. Kwa hiyo unaweza ukachanganyikiwa ukafikiri mimi sio wale mabosi ambao unawakuta wamevimba sijui ni sio maisha yangu, kwa sababu najua Mungu alikonitoa. Amen. Kwa hiyo nimekaa na secretary tunapiga story pale, akaingia pale anaomba kazi, anaongea Kiingereza nini. Mimi nikamwambia naomba hiyo bahasha nikuhudumie, akakataa. Namtaka bosi. Akati mimi ndo nimeweka dongo kujenga lile jengo. Kwa hiyo akanikatalia, nikamwacha. Akaingia kwa bosi ambaye ni Mkenya. Alikuwa anaitwa Madam Doris, Mkenya, mwalimu mkuu. Ndio akaona yeye ndio bosi. Kwa nini? Nilikuwa na muonekano mdogo. Afadhali hapa hata wewe leo unaniona nina vinyama. Nilikuwa mdogo sana. Kwa hiyo akaona yule ndio bosi kwa sababu ya kile kizungu. Akampelekea bahasha, yule akamchukua akampeleka kwenye interview darasani. Baada ya hapo sasa ngoma inaendeleaje? Maana mimi ndio bosi. Lazima ni saini aanze kazi. Na kasha nikatalia kunipa bahasha. Kwa kaekewa huko na max zote, kamaliza akamwambia peleka pale kwa bosi. Kafika pale kakuta na mimi nishatoka, nimeshaenda kwenye ofisi yangu mama, nimekaa kwenye ule mkiti. Anafanyaje hapo? Alikaa chini kabisa chini. Mungu alininua nikiwa mdogo sana. Kwa hiyo unazungumza na mtu sahihi. Nikikwambia habari ya kodi, maana yake nazijua kodi zilizonifikisha nilipofika na ninapokwenda na bado sijamaliza. Nikikwambia uinjilisti, nimeifanya hiyo kazi ya uinjilisti kuliko unavyoweza kuwaza. Mkutano wangu mmoja
nageuza kijiji kuwa wilaya. Sijui kama mnanielewa. Kwa hiyo nimekuja kuwapa kodi. Kwa hiyo yani majibu yako unayapata hapa. We nisikilize kidogo tu, uchukue kodi zako, uniambie kitakachoendelea. Haleluya. Kwa hiyo ninapozungumzia nguvu ya mwanamke, nguvu ya mwanamke, mwanamke akijua nafasi yake anaweza kuleta mapinduzi makubwa duniani. Mwanamke asipoijua nafasi yake anaweza kuleta athari kubwa duniani. Unaweza ukaijua nafasi yako ukaitumia kwa uzuri au kwa ubaya. Mnamwona Eva aligundua ana nguvu kwenye kinywa ya ushawishi. Sasa yeye akaitumia ile nguvu yake kwa mabaya. Akaenda akamdanganya mumewe, wakaenda kula tunda. Umeona leo mpaka leo tunakiona kilichomtoa kanga manyoya. Lakini aliyeanzisha ni nani? Mwanamke, si ndio? Kumbe mwanamke mtu hatari Kumbe mwanamke ana nguvu ya ushawishi Sasa nyinyi kwa nini mpo wachache humu ndani? Nataka mniambie. Mkienda saluni mnamaliza maneno, si ndio? Mkiwa kwenye vikoba mnamaliza maneno. Kwa nini nyumba ya Mungu ikose watu? Kwa nini mnalala usingizi? Mwambie mwenzako saa imetimia. Swala la uinjilisti halihitaji fedha. Swala la uinjilisti linahitaji hasira ya Mungu. Swala la uinjilisti linahitaji hofu ya Mungu. Swala la uinjilisti linahitaji kujitoa na kuwa serious na Mungu. Arise women of grace. Jina lenu ni zuri sana, wanawake wa neema, manake mnayo neema ya Mungu nyie. Amkeni. Uinjilisti hautaki hela. Nimefanya uinjilisti nchi nzima, najua ninachokisema. Mimi nimetembea kwa miguu mpaka vijiji, nimetoka kuwasimulia dereva wangu yule pale, si ndio? Yuko wapi? Yule pale yule. Nilikuwa nawasimulia kule ofisini kwenu. Hata huyu hapa askari wa itifaki. Nimekwambia nimetembea vijiji vingapi? Nimekwambia ndani pale 12 kwa miguu. Nafanya evangelism. Mimi nimetembea kwa miguu. Ndio maana nawaambia Mungu alitaka msikie sauti hii. Nimetembea nikiwa mwanasheria, nimesoma mimi nimesoma. Lakini mbele ya Mungu elimu ni takataka. Elimu ni ya muhimu, lakini huwezi kuitaja kwenye madhabahu ya Mungu. Nimetembea nawaambia watu habari za ufalme wa Mungu. Nawaambia watu saa zimekwisha, kimbieni mwokoe roho zenu. When it comes to evangelism, you don't need money. Unaanza. Na namna nzuri ya kuanza ni kuanza. Namna nzuri ya kuanza ni kuanza. Umeongea naye huyo wa pembeni yako kwamba twendeni kwenye kanisa madhabahu ya njia ya ushindi? Huyo unayeenda kucheka naye kila siku saluni anajua habari ya madhabahu hii? Umemwambia kuhusu Mungu wako ambaye wewe umemwamini mpaka umekuja kukaa hapa? Shoga yako unayechati naye anajua habari hii? Hujafanya. Ungefanya hapa pasingetosha. Hujafanya. Kwa hiyo leo tunatubu na kumwambia Mungu tunaanza tena. Mimi najua ninachokisema. Najua ninachokisema ndugu zangu. Najua ninachokisema. Mungu hatumchukulii kwa ukubwa wake. Nawaambia ukweli. Hatumchukulii Mungu kwa ukubwa wake, nawaambia ukweli. Mungu ana nguvu. Anaitwa Yehova El Nisim, Mungu wa miujiza. Anaitwa Yehova El Gibo, Mungu mwenye nguvu. Anaitwa Hamashia, Mungu anayeweza kuvaa mwili akakupa kazi, akavaa mwili akakupa fedha, akavaa mwili akakuvusha. Hakuna vita Yehova anashindwa kupigana. Hakuna vita Mungu anashindwa kuipigana. Mimi ni mwanasiasa, nisikilize, hakuna vita anashindwa kupigana. Nikikutuma hapa leo uende
ukaite watu. Kuna watu wa mikopo wamekuja hapa, hapata tosha. Nikikwambia kesho narudi na watu kutoka wizarani kwa Dorothy Gwajima, hapata tosha. Uongo kweli? Sasa hizo ni hela za duniani. Je, huyu Yehova ambaye akikasirika nchi yote inapotea kwa sekunde, nyinyi mnamjua? Kama wanaweza kuja kwenye mikopo, kwenye fedha, je, huyu ambaye hatulipii pumzi? Asubuhi unaamka unaambiwa kwa jirani kuna msiba, imekuwaje? Ghafla tu kichwa amekufa. Unamchezea Mungu wewe? Amkeni women of grace. Kuna mahali hamjabonyeza bado, mnaweza. Halafu sasa nikwambie jambo, ukiweza kuanza utamuona Mungu. Mungu ana shida moja ndugu zangu, anasema hivi, mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Biblia inasema basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Mungu sio kama shetani. Shetani hata usipomkaribia anakukaribia, utajua mwenyewe. Shetani ukimpa lifti mpaka mnafika, yeye ndo anaendesha. Lakini Mungu, kwa taarifa yako, hakukaribii. Mimi nawafahamu watu ambao wamekufa, na wajua watu ambao wangesikia neno lako asingekufa. Wapo, na wajua wapo watu ambao mpaka najiuliza, hivi huyu Yehova, mbona mimi naujua ukubwa wake, mbona ule msiba angeweza kuuzuia? Tatizo lake ndio hilo, yeye mpaka usogee. Halo, uinjilisti. Nani ana deni? Mungu, nyinyi. Fanyeni uinjilisti, mjaze nyumba ya Mungu. Sikupanga kuliongea hili, lakini roho inachemka, sijui kwa nini. Kanisa la Mungu lisimame. Tuko nyakati za hatari. We need God. Amkeni kanisa la Mungu. Amkeni. Mungu awatie nguvu. Amkeni mkomboe taifa. Amkeni. Kama una jambo unataka Mungu alifanye Tanzania, halitatokea. Wewe umelala. Wanawake waombolezaji, amkeni. Kama kuna jambo unataka litokee, halitokei, kwa sababu Biblia inasema ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Unatoka kwenda kuandamana, wewe una dola, wewe una dola. Kijana wako anaenda kuandamana, anayo risasi ya kujibu mapigo. Msipeleke vita mwilini. Serikali na vyombo vya dola, serikali ina nguvu. Eti unaruhusu watoto wako wanaenda kuandamana, wanapigwa risasi. Watu wangapi wamezika watoto wao, mnafikiri wakifa wanarudi? Vita ya mtu wa Mungu inapiganwa rohoni. Wewe ukitaka kumsimamisha mtu yote kwenye kiti, nenda kwenye magoti, mwambie Adonai. Mungu mwenye uwezo wa kutenda. Mungu anajibu. Mungu anafanya lolote unalolitaka wewe kwa njia ya rohoni, sio maandamano. Nawaambia ukweli, mtakufa. Mimi nawaambia ukweli, mtazika watoto wenu. Acha mara moja. Mungu kapeleka vita rohoni, wewe unapigana mwilini na huna hata bastola ile ya uongo. Acheni hayo mambo ndugu zangu. Hacheni. Amani ya taifa hili ndio itafanya hili kanisa liendelee kuwepo. Machafuko hayawezi kufanya kanisa liendelee kuwepo. Damu ikimwagika mtalifunga hili kanisa. Damu ikimwagika hata baki mtu hapa. Kikundi hakitakuwepo.
kaeni na msimame kwenye amani, huku mkimlilia Mungu matakwa yenu mnayoyataka. Vita ya mtumishi wa Mungu iko kwenye ulimwengu wa roho. Fanyeni vita kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Ukianza kwa uinjilisti mdogo, Mungu atakupa mtu wa kukupeleka kwenye uinjilisti mkubwa. Umeanza kwa kuhubiri, umeanza kwa kushuhudia kwa wale waliokuzunguka. Baada ya muda mfupi utajikuta umepata PA, umepata magari. Mimi na magari ya matangazo. Umepata magari ya matangazo. Unafanya mikutano midogo midogo kwenye makata ili mpate watu wa kuwaleta kanisani. Lakini kwanza, kabla hujafika hatua hiyo, wale unaokaa nao wanajua habari ya njia ya ushindi. Kila siku mnakutana wenyewe mpaka mnafanana. Wale tu. Mimi sisali kanisa. Mimi nichunguze kama kuna kanisa utanikuta. Mimi siwezi nikakaa kanisa watu wale kila siku. Siwezi. Mimi kuna makanisa nikienda wananifurahia, hadi wanalia, mbona jana hujaja? Wanataka wanione kila siku. Siji. Mimi sitaki watu wale. Waambieni watu habari ya ufalme wa Mungu. Watu wajae. Kila siku mnakaa vile hivi mchoki. Iteni watu, jaza watu wa Mungu hapa, watu wafunguliwe. Wanawake wako wengi sana wazo. Wengi hawajui pa kwenda. Au niwaonyeshe mfano. Huyu ananijua ikaika zangu. Naweza nikaanzisha grupu tu la wazo pap, alafu nikatupia anayetaka kujiunga na Women of Grace. Mbona mtachoka wenyewe? Watu hawajui. Tuna deni la kufanya. Lipo deni, Faith. Lipo deni. Nguvu ya mwanamke. Kwa nguvu ya mwanamke ya kwanza iko kwenye kinywa, uinjilisti. Nguvu ya mwanamke ya pili ipo kwenye kipato, uchumi. Haleluya. Jamani, hapa naomba nishushe pumzi. Kama unadhani kuna mtu ana hela atapata nafasi sijui ya aina gani, endelea kusubiri meli ya airport. Hela ndio mpango mzima duniani. Huna hela, utakuwa unapigia wenzio makofi siku zote. Unazeeka huku uamini kama ndio umri unaenda hivyo. Sasa leo nawapa kodi ya swala la hela. Ana mwanamke ambaye hana pesa, hana nguvu. Sijui mnanielewa? Mwanamke ambaye hana pesa, hana nguvu. Of course hata mwanaume, lakini kwa sababu leo ni kongamano la wanawake, acha nikae hapo. Na nguvu yenyewe nawaambia kodi 3 tu nikimaliza nakaa. Mwanamke ambaye hana hela, hana nguvu. Unaona haya masuala tunaowaambia ya ukatili? Huwezi kumfanyia ukatili mwanamke mwenye hela. Yaani mimi naingia nyumbani kwangu, mume wangu anaona kabisa mgodi wangu. Ule mgodi wangu jamani. Tena anakuwa kama zezeta. Wao. Sio kwamba ananipenda. Atafanyaje? Nguvu ya mwanamke kwenye uchumi ndio itamfanya aishi, atimize ndoto zake, aishi maisha anayoyataka. Mnataka kujenga, mtajengaje sasa kama hamna hela? Ujenzi utaishaje kama watu hawana hela? Haleluya. Kwenye ndoa ni chungu kama haina hela. Mambo magumu haya ndio ukweli. Yaani unavyosikia ule uchungu jamani, ile neno kama chungu ndio unapona hivyo, yani ndio chloroquine, amnaga dawa tamu. Nataka uchukie umaskini leo unavyotoka hapa, uwe na hasira kuliko jana. Mwanamke ambaye hana kipato ni rahisi sana kumfanya mtumwa kwenye ndoa. Nimekwambia nimepokea kesi nyingi sana mimi za ukatili kwa sababu ya nafasi yangu. Kuna mwanamke alinifuata, mume wake ametembea na mtoto wao. Hebu imagine. Mimi nimefanya mambo yangu pale, nimeshaandaa majeshi yangu, nasema na mngoa. Mwanamke amenizunguka, kaenda karudi kwa bibi wake. Nikamuuliza, "Kwa nini umerudi?" Akaniambia, "Hivi wewe mwenyekiti,
Hivi wewe unafikiri mimi nina kazi? Sina hata 100. Yule mwanamume kondakta ndio anaacha hela 5,000 ndo tunakula, tuko 7. Unaniambia niondoke, nitakuwa nakuja kula kwako eti 5,000. Kwa hiyo wewe na mwanao wote mume wenu mmoja. Umaskini. Na ndio maana janga la ukatili haliishi kwa sababu ya umaskini. Umaskini unafanya wengine wanaingia mpaka kwenye ushoga. Wanaume wanageuzwa wanawake kwa sababu ya kutafuta pesa. Mtu anakwambia mama mkwe yake mchawi. Hakuna mama mkwe mchawi kwenye hela. Mnunulie mawaksi, peleka hela, mwisho wa mwezi uone kama atakuloga. Hamna mama mkwe mchawi wewe. Mama mkwe anapigwa kule na jua, anachuma bamia muda wote, anakohoa kwenye kuni, asikuloge. Asikuloge shoga yangu. Akamloge nani? Wewe atakunyosha kama mchele wa Mbeya. Umemsahau na we naye huna. Mpe pesa uone kama hajatembea na kuimba hivi. Hazi kukuloga, hazi kukuua, kwa sababu akikuua atakula polisi. Mtu asiyekuwa na pesa hana sauti. Hata kwenye vikao saizi ukienda una hela unaongea nini? Jamani, nilikuwa na shauri tuongeze vinywaji. Unaongezaje sasa? Tuongeze vinywaji, yani tuongezeje? Wewe unatoa maneno, mwenzio yuko pembeni anasema samani jamani, kuna mahali na wahi, ila naomba tu niwaongezee ila 7, mtaona mtakachofanya hapo. Nani anapigiwa makofi? Wewe ambaye nywele imekusimama unasema unashauri tuongeze vinywaji. Nywele yako tu ni msaada unatakiwa bado. Pochi imeisha. Hali ni mbaya. Maisha magumu. Ikifika Jumapili unawaza nitatoa nini sadaka. Mungu naye hapendi maskini. Sasa wewe ukiwa una hela unafikiri utampa nini Mungu? Someni Biblia nyinyi. Mungu hafanyi agano na mtu maskini. Hivi mnadhani natania? Madhabahu hii imejengwa na mawe, sio hela. Ndio maana kama Mungu anapenda watu maskini, kwa nini kasema usiingie nyumbani kwake mikono mitupu? Mungu akiwaona wenye hela, anaona hela halali. Halo. Mwambie mwenzio tutafute hela. Tuache masihara. Tuache utani. Mkono mtupu wa ulambwi. Halo. Mimi ukuniambia vizuri tu, ungeniambia nije na shoga zangu, hao angekubali hapo. Mimi mama yenye hela. Ndugu zangu, tutafute hela, walokole wamezidi umaskini. Walokole, umasikini umezidi kwa walokole, kwa sababu hata kanuni za Mungu hawazijui. Biblia inasema asiyefanya kazi kula na asile, lakini unakuta mlokole anashinda tu kanisani, hana anachokifanya. Yaani walokole wana ugonjwa ambao haujapata jina. Lakini nakwambia mlokole mmoja akifyatuka uwaga anafyatuka kweli kweli. Mtu aliyemjua Mungu mmoja tu. Tafuteni hela kwa udi na uvumba, Waswahili wanasema. Usikae tu unanyoshia watu vidole yule. Au mafrimasoni wote tunawaomba hela zao, tutazileta kwa Mungu. Hela bahati nzuri hazinaga kichefuchefu, hazina changamoto, hazina malaria hela. Hela hazina mafindofindo wala homa za jioni. Hela ni hela. Au Freemason wote, hamna mtu aliyeshuka baharini akapewa begi la hela. Zote wamechukua Tanzania hapa TRA hapa benki kuu hapa. Ni hela zako wewe uliyezubaa. Yaani mimi natamani mtu aniambie kuna Freemason 5 huku, mimi naenda kukutana nao, nachukua hela naleta kwa Mungu. Kama yeye kweli Freemason aniue, apambane na mimi kama sijaua mpaka vining'ina vyake. Mimi kwenye vita ndio na operate. Mimi kwenye amani hivi mimi na operate kwenye vita, kwenye dhoruba. Wewe nitafutie tu li Freemason ambao ulielewi linaua watu, wewe nipeleke mimi. Hela atanipa.
na achukui nyota yangu wala hamna atakachofanya, na akicheza anakufa yeye, mkewe, mwanae, kijukuu, wote. Nafagia. Mimi naitwa Simba. Hujui unaongea na nani? Yaani iko hivi, imeandikwa Bwana huua naye anakuwa hai. Mimi natembea kwenye neno. Mungu anaua, wewe hujui tu. Wewe hujui kama anaua. Anaua. Ndio maana anasema touch not my anointed. Usimkuse masihi wangu. Mungu ana wivu. Kuna wakati Mungu anaingia vitani bila utaratibu. Pale anapoona mwanangu, wewe ni mboni ya jicho langu. Mwanangu. Uelewi. Kuna vita Mungu anaipigana. Kuna wakati Mungu anaingia vitani bila taratibu. Touch not my anointed. Wewe unaona mtu amesimama na unguruma hivi, unadhani ni kwa nguvu zangu? Eti fedha yangu ni ya Freemason. Nipe Freemason mwenzio, nipe alafu ujaribu kuleta za kuleta. Utaondoka wewe, mwanao, kijukuu, hadi shoga yako. Yaani wote. Uniwezi. Tutafute hela. Na leo nimewaletea kodi nyingine. Fursa za kiuchumi ambazo hamzijui ziko kwenye serikali. Serikali yetu ina mikopo ambayo watu wengi hawajui. Nimefanya mikutano mingi ya kijamii, ya kiroho na ya kisiasa, lakini nikiwauliza mnajua? Hatujui. Sasa leo nataka niwape walau mitatu alafu muanze kuifanyia kazi. Haleluya. Ili muinuke kiuchumi. Mikopo mnaoijua sana najua ni ya halmashauri, si ndio ambao hii sitaizungumzia maana mnaifahamu. Ni mikopo ambayo mnaanzia kwenye kata zenu, mnasajili vikundi vyenu. Kama kikundi hiki mnaweza mkakisajili na kikapata fedha. Amen. Mnakuwa na andiko lenu la mradi mnaotaka kuufanya. Mnapewa pesa hata milioni 100. Mnapewa pesa. Sasa mnashindwa nini jamani? Mnajua mnaniuzi sana. Nasikia uchungu. Kwa sababu mimi najua pesa zipo. Juzi Mama Samia ametoa bilioni 18. Majuzi tu. Mimi napigiwa simu naambiwa, mwenyekiti, mbona wanawake hawachukui hela zimekaa tu? Maafisa mikopo wananiambia. Yaani naishua mpaka nguvu. Sasa nianze ziara sasa ya kulazimisha watu na fimbo wakakope kweli? Wanawake tuna asili ya uvivu. Yaani tuna asili ya uvivu by nature. Yaani ile mtu anaona jamani mimi mikopo yenyewe hiyo anapeana. Nani amekwambia wewe? Nani amekwambia kuna kupeana huko? Mimi napenda mtu ambaye anajaribu. Nyanyuka nenda. Ukikwama piga kelele. Mlituambia kuna mikopo, nimeenda nimekwama. Tena ningekuwa mimi wewe naenda na waandishi wa habari. Siku hizi kuna waandishi wa kujitolea. 2 tu. Twendeni mnisindikize naenda kukopa. Ili uone kama tunakudanganya. Hela zipo, rais ametoa. Mimi nawaambia ukweli na mimi ni mtumishi mwenzenu, nawaambia hela zipo, mheshimiwa rais ametoa. Zimekaa benki. Kweli kuongelea uchumi, kuongelea kipato wakati mimi najua hela zipo, nasikia hasira. Mahela yamejaa. Mkopo unaitwa mkopo wa WBN. WBN ambao ni mkopo wa wafanyabiashara ndogo ndogo. Huu sio mkopo wa halmashauri, huu ni mkopo uko chini ya wizara ya mwenyekiti wangu Dorothy Gwajima, waziri. Mkopo wa WBN ni mkopo wa wafanyabiashara ndogo ndogo. Uko chini ya wizara ya maendeleo ya jamii. Kila siku mheshimiwa Dorothy Gwajima anakausha sauti TikTok huko. Anawaambia watu waende wakachukue pesa. Unataka kufanya biashara una pesa. Rais anajua hilo, anajua kipato chako kidogo, katoa hela, zipo benki, nenda kakope. Sio lazima muwe kikundi, hata mtu mmoja anapewa. Kwa hiyo mbali na mikopo ya halmashauri, hebu chukueni hiyo niliyowapa leo. Kuna mkopo mwingine huko Dodoma, WDF. Ni mkopo wa Women Development Fund.
Lakini hizo za Dodoma zote mbali. Mkopo huu wa NMB hapo, nenda kachukue fomu. Very simple. Jamani hapana. Yaani kuna mwanamke mmoja ameenda ameambiwa tulete kitambulisho cha ujasiriamali. Kitambulisho ni 20,000 tu, katoka analalamika na hajarudi. Tumelogwa. Wanawake, amkeni. Mwambie mwenzako mikopo ipo. Kama bado unaupenda umaskini, kaa na umaskini wako. Sisi tunataka matokeo. Faith, sijaja kupoteza muda hapa. Nitafuatilia kila nilichokisema, nitafuatilia utekelezaji. Na bahati nzuri wewe ndio mtendaji, wewe ndiye katibu. Mimi nitafuatilia. Ndugu zangu, ukiwa na pesa utapendwa na kila mtu, utapata mashosti, utapata mashoga wenye hela, watu watakuthamini. Hata siku hizi wanaume wa siku hizi nilikuwa namchekesha na vijana wangu nawaambia, wanaume kama wameambiana. Siku hizi hata kama unataka mchumba, mwanamume angalia namuoa na nini huyu. Sio kaenda kumpa shida kaka wa watu. Yaani wanaume sijui wamechanganyikiwa. Yaani wanaangalia wanapooa. Hao jamani nasema uongo. Yaani akuoe handada. Yaani ukampe nini? Hebu nikuulize, ukampe nini? Hebu nitajie unachoenda kumpa. Sababu unachoenda kumpa anaweza kukipata popote. Unaenda na nini cha ziada? Nini unaweka mezani? Utamaliza viatu unaombewa kila siku. Unasema umelogwa, hujalogwa na mtu. Tafuta tu hela. Simama hapa na shedo yako, nywele iko huku, kinguo kimekukaa vizuri na kipochi chako. Wakisema sadaka ya ujenzi, sadaka ya nini kumtegemeza mchungaji? Mchungaji sijui apewe zawadi. Yaani vyote unachangia. Utashangaa tu mtu anakuambia habari yako binti. Anaona huyu ndio mke wa kuoa, mimi nikahangaike huko nje kwa nini? Lakini wewe kila kitu. Wewe nani anataka mzigo maisha haya wewe? Haleluya. Na hapa la mwisho hilo. Huwezi kuwa na nguvu. Mwanamke huwezi kuwa na nguvu kama huzijui haki zako. Sema haki zangu. Mimi katika ziara zangu zote nilizofanya nimegundua wanawake wengi wanakwama hapo. Kesi nyingi, matrimonial cases, kesi nyingi za ndoa, kesi nyingi zinazokuja za ukatili zinatokana na ndoa, si ndio, na mahusiano. Lakini unakuta wanawake hawajui haki zao. Kwa hiyo ni vizuri pia kuongeza elimu na maarifa. Hiyo itakusaidia kuwa na nguvu. Na ukiwa na nguvu, unakuwa na nguvu kwenye familia, unakuwa na nguvu kwenye jamii ambapo ina include na kanisa, na unakuwa na nguvu kwenye taifa. Kama mnavyojua, historia ya mwanamke alizoeleka kuwa ni mwanamke wa kupika tu jikoni pamoja na kumpa mahaba mwanaume. Lakini leo mambo ni tofauti. Wanawake wana elimu, wanawake wana PhD, wanawake wamekuwa viongozi, kuna majaji wanawake, tuna viongozi bungeni, tuna wawakilishi wanawake, tuna wanawake wameshika nafasi za juu mpaka nafasi ya urais. Haya yote ni mapinduzi na ni mabadiliko makubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima tuongeze elimu na maarifa. Kwa mfano, kwenye sheria ya ndoa, nani anajua kwamba mwanamke ana haki ya kuuza mali ya mume wake kama mwanamume anakuwa anazingua kutoa matumizi? Amjui. Kisheria sasa, kama mwanamume atunzi watoto, mwanamke ana haki ya kuuza mali. Hamna anayejua. Kuna mtu anaacha hadi watoto wanakufa. Kutotunza mtoto wako ni kosa la jinai. Mwanamke ana haki ya kuolewa kama mwanaume haonekani, anapuyanga huko na imepita miaka 5. Lazima mzijue haki. Haki zipo. Mwanamke ana haki ya kumiliki mali binafsi. Kuolewa sio utumwa, kwamba ikuzuie wewe usiwe na maisha yako. Unayo haki ya kumiliki mali. Unayo haki ya kutunzwa wewe na mtoto wako. Na hata wale mabinti, kuna haki inaitwa breach of promise. Yaani mwanamume amekuchumbia, alafu ameingia mitini, hajakuoa. Wewe unajua kwamba una haki ya kumshtaki na ukalipwa fidia? Ulikuwa hujui. Anacheka. Amekuja na kuita baby, na wewe umeingia kwenye mfumo,
umeanza kutoa ushirikiano, baada ya siku 2 kaenda kamuoa mtu mwingine, unamshtaki. Umecheza na hisia zangu. Mimi nimedhalilika. Defamation, nimedhalilika. Watu wote walikuwa wanajua mimi naolewa na wewe. Wewe umeniacha umeenda kuoa mtu mwingine. Msiende kupigana. Peleke mahakamani, mbuluze mahakamani. Kuna haki inaitwa presumption of marriage, kivuli cha ndoa. Mnaona mambo yalivyo mengi. Mwanamke ana haki. Unakuta mtu anaishi na mwanaume, wamekaa kama mme na mke, majirani wote wanawatambua kama mme na mke, lakini hawajafunga ndoa. Eti inatokea mwanamume kakutana na mwanamke mwingine huko chuchu saa 6, tena ndio anasahau kama ana jukumu nyumbani, anamuacha anaenda kuoa mke mwingine. Huo upuuzi huo ni upuuzi. Usikubali. Unaona kazi hiyo Sasa hujajua kama kuna kifungu cha sheria kinasema, kinaongelea habari ya kivuli cha ndoa. Kisheria wewe una haki hata kama hujafunga naye ndoa. Kama amekuchukua kwenu, kakuweka pale, kakutumia miaka 2 na majirani wanaona, atakulipa na mali mtagawana na atatunza watoto. Muulize mwenzio, hapo vipi? Hiyo ndio elimu niliyokuambia itakupa jeuri. Ukijua sheria, ukizijua haki zako, utakuwa kama unatembea juu ya maji. Kuna mtu anakuambia kitu, wewe unanionaje? Mimi naweza kuonewa? Hadi naogopa. Mimi mwenyewe naogopa yani. Zijue haki zako. Unakuta ya mwisho ni wape hii. Unakuta mwanamke ana kiwanja chake, maskini wa Mungu, kadunduliza akapata kiwanja. Eti mapenzi yamekolea yule bwana. Mwanaume ana kiwanja, lakini wewe unaenda kuchukua pesa, unakuwa mnajenga, si mmeungana, mnakuwa kitu kimoja, kwa unajenga. Sasa nikwambie, kwenye sheria kuna kitu kinaitwa quick quid planter tu solo sediti. Manake ni kwamba chochote kilichoko kwenye ardhi ni ardhi. Wewe ujui, umeenda unakusanya, unajenga, lakini jina la kwenye mwenzio anakuangalia tu. Jina la kwenye ile karatasi ya ardhi ile imeandikwa jina la mwanaume. Hata kama kiwanja ni chako au chake, whatever the case, lakini lile jina lililoko kwenye ile umeenda na maji. Quick quid planter tu solo sediti. Manake chochote, anything that is permanently attached to the land is part of it. Umekwenda na maji, umetoa pesa zako, umejenga, utathibitisha vipi? Watu wamelia, watu wameumizwa, wanawake wamepoteza nguvu zao kwa sababu ya kukosa maarifa, kukosa elimu. Na ndio maana Mungu anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Amkeni, women of grace. Unatakiwa uwe financially stable. Tumia vipaji vyako kufanya evangelism kanisani. Inatakiwa ujiongezee maarifa kama haya ninayokupa, ili usinyanyasike kwenye familia na uwe na nguvu. Haleluya. Mwisho ndugu zangu, maana sitamaliza. Mkumbuke mimi ni mwanasiasa. Mwanasiasa ukimpa jukwaa. Kwa naomba nimalize kwa kutoa ahadi. Pamoja na yote machache ambayo nimezungumza hapa na nimefupisha. Faith anajua mimi siongeagi kidogo hivi, lakini nimejitahidi kufupisha. Tukale pilau. Mnahitaji wadau. Wadau ni watu gani? Wadau ni watu ambao wewe umekanyaga mguu mmoja, wao wanaweka miwili. Hao ndio wadau. Sasa bahati mbaya sana kuhusu wadau. Mdau, unajua ile mkono mtupu wa ulambwe, hata kwenye Biblia mwenye talanta ngapi ndio aliongezewa? Nyie mnajua. Ambaye ana talanta anayo moja ile aliopewa, akanyang'anywa na ile moja. Ndio maana nimewaambia anzeni, namna nzuri ya kuanza ni kuanza. Sisi tutawakuta mbele. Haleluya. Mimi wakati nimefungua shirika la kusaidia wanawake, niliomba misaada kila unapopajua, mpaka Umoja wa Mataifa. Sikupata. Kila ninakomba hela na nyimwa. Nalia, Mungu, mimi
hela niwasaidie wanawake, nataka niwasaidie wanawake. Mungu anajua ndio nataka kweli na ninania, lakini sipati. Nikasema hivi, nyinyi mbona watu hawaniamini? Nataka niwasaidie wanawake. Ilikuwa ni mwaka 2014. Nilichokifanya nikajiangalia nina nini mkononi. Niliuza maeneo yangu haya, nikapata zaidi ya milioni 100. Nikawaita wanawake nikawapa. Wakati nawapa wakaniambia yaani wao wenyewe nawapa nao wanashangaa. Nakumbuka msaidizi wangu mmoja hivi yaani huyo ndio alitaka kuniua kabisa. Si bora tu tukanunua Land Cruiser? Si bora tukafanya mradi wetu? Nikaambia Mungu ameniambia niwasaidie. Land Cruiser hivi wewe? Mimi kwanza nimezaliwa kwenye hela. Hivi mimi unaweza ukaniambia nini jamani? Land Cruiser ni nini? Mavi hayo. Yaani mimi napata faida gani kama nitatembelea V8 alafu nimezungukwa na maskini? Nimezungukwa na wauza miogo, nimezungukwa na wauza vitumbua, alafu mimi nina V8. La nini V8 hilo mimi? Tumetofautiana. Mimi alinishika hivi nguo anataka kukimbia na pochi. Nikazitoa hela, nawaambia mbele za Mungu niliwapa wanawake. Paka Mafia huko hela zangu zimefika. Paka Mlandizi kote pesa nimetoa. Hii inaenda kwenye media. Nawaambia najua ninachokisema. Nendeni hata kwenye YouTube uzipo. Nilitoa mbegu ya kwanza. Nilianza kwanza mimi. Baada ya kuwa sielewi yani. Hawanipi. Nilivyoanza tu ndio nikaanza kuona nimeitwa mkurugenzi wa Mount Eagle University. Akaniambia nitamalizia palipobaki. Nitatoa mabasi, nitatoa fedha, nikachanganyikiwa. Nikaambiwa na mtu mwingine Mjapani akaniita, nimeona ulichofanya na mimi nakusapoti, nitatoa. Nikaanza kuchanganyikiwa, nikaanza kupata fedha, mabasi, nikaanza kupata hela, nikachanganyikiwa. Jamani Mungu, kumbe Mungu yupo. Mungu alisubiri nitoe. Mungu alisubiri nianze kwanza. Kumbe Mungu alikuwa ananishangaa. Huyu kichaa nini? Ana mali hizi hapa. Ana viwanja hivi. Anaviona vidogo. Aviuze awape ili nione kweli ananipenda na anawapenda wanawake. Nilitoa bila kujali hasara. Haleluya. Mnahitaji wadau. Mmeanza kwa mlichokuwa nacho. Mungu anaenda kufanya jambo mahali hapa. Na kama kweli Mungu ananiheshimu Liliani, kama kweli ananiheshimu, sijawahi kuzungumza neno likanirudia. Atafanya, atatenda. Kikundi hiki cha Women of Grace, neema na iachilia kwenu leo. Na mimi nitakuwa mdau namba 1 kwenu. Maajabu yatatokea mahali hapa. Chemchem za utajiri zitatoka mahali hapa. Kupitia kundi hili, kanisa hili litavikwa nguo. Kupitia kina mama hawa, mahali hapa patastiriwa na hapata tosha. Huo ndio ukweli. Haya ni mafuta naachia, sio maneno. Wewe unafikiri ni maneno haya? Hapo ndio unapochelewa hapo. Sio maneno. Mungu anaongea. Unatakiwa ujue Mungu akiongea, Mungu ni roho. Utakuja kumuona kwa sura. Mungu anaongea. Hakuna siku utakutana naye utasikia sauti kama hii ambayo hujawahi kuisikia. Hakuna siku utamuona Mungu. Mungu anaongea. Haya nayo kuambia sikupanga wala sikujua nitayasema kwenye madhabahu hii. Lakini leo nakuhakikishia kwa hili mlilolianza dogo, Mungu anakwenda kumimina mafuta mahali hapa. Women of Grace, arise. 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 Fanyeni uinjilisti, pesa inakuja. Mungu atawapa wadau. Kama alivyonipa mimi wadau, nikajenga shule kubwa ambayo kila anayefika anakataa. Nimejenga shule kubwa. Wajapani wameleta fedha. Ukifika pale unakataa. Kama alivyonipa mimi, mafuta hayo na yaachilia mahali hapa. Kuna siku mtanipigia simu si nyingi, nije hapa kula matunda.
Mungu ameongea. Mnahitaji wadau, mimi pia ni mdau. Mimi nina watu wangu watawasaidia. Mnahitaji wadau, Mungu ataleta wadau. Mtapiga hatua, lakini fanyeni kazi yale yote niliyowaelekeza, kuanzia kwenye evangelism mpaka kwenye fursa za kiuchumi za serikali. Fanyeni kazi hayo. Tafuteni elimu, msimwache aende zake. Mkizijua haki zenu, hakuna atakayefanyia ukatili. Mimi tangu mdogo ulikuwa uwezi kunifanyia ukatili, na tangu nimezaliwa sijai kuajiriwa mimi. Hamna mtu ambaye kuniajiri. Mimi nimeajiriwa na Mungu. Hamna mtu ambaye kuniajiri mimi. Sijawahi kufanyia ukatili. Nilifanyia ukatili nikiwa mdogo, nikatoa somo mpaka leo alijafutika kwenye maisha yangu. Nilikuwa nawachekesha hao. Mimi nimeenda mahakamani, nimempeleka mbaba mwenye mandevu. Mungu amlaze mahali pema, maana alishajifia. Alijaribu tu. Alijaribu wala hakufanya, alijaribu tu. Nilimpeleka mahakamani nikiwa mdogo sana. Hakimu aliniangalia. Nimekwenda mahakamani, nimempeleka, hakimu alikataa alivyoniona umri wangu. Usifikiri mimi ni mtu wa kawaida. Yaani wakati huo sio katibu sijui wa nani, sio sijui mapambano ya ukatili, si vitu gani. Sio. Lakini nikiwa mtoto mdogo sana. Alijaribu tu. Wala hakuweza, alijaribu tu. Lakini Mungu alikuwa ananiandaa kwa ajili ya baadaye. Asanteni kwa kunisikiliza. Nawapenda kwa dhati ya moyo wangu. Natamani tuimbe pamoja kabla sijaenda kukaa, na ningependa wote msimame. Mnachezaga? Maana kuna kanisa nilienda. Okay. Kuna kanisa nilienda, nilikuwa naimba mpaka jishtukia. Hawachezi. Na sio wa Sabato, si wa Sabato wale, sio. Hawachezi, yani amekaa tu hivi. Nikamwambia siji tena. Unaacha kumchezea Mungu, unamchezea nani? Jamani, mimi nampenda Mungu sana. Too much. Alafu mimi ni muombaji. Nyumba yangu ni kama kanisa. Yaani kama upendi kuomba kwangu huwezi ukakaa. Kwa sababu mimi naomba sana. Na hili ndio neno la mwisho ninawaachia wakati tunatafuta kionjo. Sio wimbo gani tupige pale. Mimi bwana, kuomba ndio maisha yangu. Na wanawake mnatakiwa muombe, kwa sababu kwa mfano swala la uinjilisti haliendi bila maombi. Shetani hapendi evangelism. Kwa hiyo lazima muombe kweli kweli. Mimi saa 7 usiku anajua Fei maisha yangu ni ya maombi. I pray a lot. Kuna mtu anataka nimuombe leo hapa? Amen. Sio ile ya jumla, ile ya haleluya. Wewe mwenyewe unasema nina jambo langu. Na jambo nataka unifanyie tu pa. Unalo jambo lako MC wangu. Nani mwingine? Anasema nina jambo mimi zito. Nimekusikiliza. Naona ukiniwekea mkono. Amen, nitafanya hivyo. Haleluya. Yando na maisinda na mashama. Hey! Wimbo gani tunaimba? Be prayerful. Unajua wakati mwingine mambo mengine ya kujitakia Yaani wewe umelala, wenzio wanawanga, afu eti utoboe. Eti. Yaani unatoboaje? Saa ngapi unalala? Tena ulivyo wa ajabu, unalalaga saa 2. Saa 2, saa 3, saa 4, saa 5. Mimi sinaga mambo ya waimbaji, wote hao watakuja hapo. Saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6. Kalala eti mtu. Wewe sio mimi wewe. Hivi nyinyi mnaomba kweli? Saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9 umelala, saa 10 eti unataka utoboe. My friend, forget it. Wachawi wapo, asikudanganye mtu. Kama wewe ambavyo unakimbilia hapa kwenye njia ya ushindi, wenzio wana mahali wanaenda. Kila mtu ana madhabahu yake. Sisi kwenye siasa, kila mtu ana madhabahu yake. Kila mtu ana madhabahu yake. Wewe umelala, alafu unataka utoboe. Wewe unatoboa vipi wewe? Utakuwa unapigia wenzio makofi kila siku. Utajiri na heshima viko kwa. Lazima ujiungamanishe naye, aone kuna haja ya kukupa. Amen. Wachawi ukilala,
Nikwambie mbinu moja kubwa ya mwisho na kuachia siku nyingine jamani. Unajua wanachofanya? Nikupe siri kubwa sana. Kila mtu unayemwona hapa ana nyota yake. Mwingine ana nyota ya utajiri. Mungu alivyotuumba, ukisoma kwenye Biblia, kabla Yesu mambo ya Yesu whatever hayajatokea, ilionekana nyota kwanza. Au msomi wenzangu, ilianza nini? Mamajusi wa mashariki waliona nini? Waliona nyota. Hiyo inatakiwa ikuambie kwamba kila mtu anayo nyota. Sasa unajua wanakufanyaje uwe ulivyo hivyo? Unajua wewe ukilala wanakuchota kivuli chako, nyota ile wanaichukua. Wakishaichukua, kila mtu ana nyota yake. Kumbuka wewe ukiamka asubuhi mambo hayaendi, hupati fedha, huolewi. Kama umeolewa, huyo bwana anaanza kukuona mzigo, anaweza hata asikwambie, ila anakuona yani hivi kweli na mimi nilitembea nikachagua ndo nikatoka na huyu. Yani anaanza kuchukia moyoni, ndio inakuwa chungu kama shubiri. Huzai, ukizaa unazaa unavyovijua wewe mwenyewe. Maisha yanaanza kuwa magumu kwa sababu ya nyota. Watu wengi wameibiwa nyota, wengi. Kuna mahali nilialikwa, tena nilimkuta Grace na ni ulikuwepo wewe. Watu wangapi walianguka nilivyoombea nyota? Kanisa zima. Yaani alibaki mchungaji tu. Mnafikiri na watania? Mimi nawajua wachawi kuliko wewe unavyofikiria. Na wajua wachawi na wao wananijua. Yaani hivi mimi nikimwangalia nakwambia umchawi. Wanachukua nyota za watu. Nyota ndio kila kitu. Unaona mimi ninavyoongea na wewe? Maoni unasikia huyu mwanamke anaongea vizuri. Hiyo ndio nyota. Nyota ya kinywa. Ukimsikia mtu aliyeibiwa nyota, anapanda kwenye jukwaa akiongea tu unasikia siamalize. Kero. Nyota ya siasa. Mtu akichukua nyota yako anaenda yeye kuwa mbunge, yeye anashinda uchaguzi, wewe unashindwa. Kumbe nyota imechukuliwa. Nyota ya fedha. Unafanya biashara, unapambana, unafanya kazi kama tembo, ila unaishi kama sisimizi. Maisha magumu. Kila siku wewe kazi zako ni za ndani tu. Upigi hatua. Kazi za ndani ni kazi za mpito, shoga yangu. Unafanya, unakuwa, unatoka, unaenda kufungua duka. Wewe unayo hiyo maisha yote. Mungu gani asiyokukuza? Mimi wafanyakazi wangu waga na wakuza, wanatoka wanakuwa mameneja. Huyo manager wa hoteli ni mfanyakazi wangu wa ndani. Na wakuza, nendeni, mimi sikai na mtu. Toka nenda. Wewe mtu gani miaka 10 unakuwa house girl? Lazima ukue, utoke, upande ngazi. Amen. Ukiona upandi ngazi maana yake umelogwa. Uchawi upo. Usilale. Amen. Usilale, siri iko hapo tu. Amka, omba. Baba Mungu, mfalme wa mbingu na nchi, leo nimeamka kwa ajili ya kazi moja tu, kuiita nyota yangu mahali popote ilipo. Ikiwa iko baharini, nyota yangu njoo. Nyota ya utawala, nyota ya uongozi, nyota ya fedha, nyota ya safari, nyota ya kupendwa, nyota ya kuolewa. Na iamuru nyota popote ulipo, njoo. Hebu kajaribu leo kama ukunishangaa. Mwenzio niliita nyota yangu, najua ilirudi nikawa tajiri ghafla. Jamani, haya yanatosha, nimechoka. Tuimbe sasa. Haleluya. Asante sana. Mungu akubariki. Tuimbe. Siyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Yesu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe. Njoni mbele, njoni mbele. Wote njoni mbele, njoni mbele. Oh, nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa. Oh, Yesu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe. Mwamba imara asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Ninaimba kwa ujasiri, ninaimba kwa ujasiri, ninaimba kwa ujasiri. La 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 la. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina zote. Yesu ni baba, Yesu ni baba, Yesu ni baba.
wako, na sasa ninasema wewe ni Ebeneza. Mahali nimefika, nimeona wema wako, na sasa ninasema wewe ni Ebeneza. Mahali nimefika, nimeona wema wako, na sasa ninasema wewe ni Ebeneza. Mahali nimefika, nimeona wema wako, na sasa ninasema wewe ni Ebeneza. Tuimbe wewe, Yesu wewe, Mungu mweza yote, Ebeneza. Imba wewe, Ebeneza, mweza yote. Sifa kwa Yesu, sifa kwa Yawe, sifa kwa Bwana. Ametupa ushindi, ametupa amani, ametupa uzima. Piga kelele kwa Yesu, 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 Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu aweza. Cheza, 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 cheza. Yesu anaweza. Cheza kwa Yesu. Cheza, cheza. Bina, cheza, cheza, cheza kwa Yesu, cheza, cheza kwa Yawe, cheza, alecheza, 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 cheza kwa Bwana, cheza. Haleluya! Ebeneza, oh Ebeneza, oh Ebeneza, wewe ni Ebeneza. Ebeneza, 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 wewe ni Ebeneza. Ebeneza, 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 wewe ni Ebeneza. Ebeneza, 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 wewe ni Ebeneza. Hata hapa tulipo, Ebeneza, hapa tulipo, Ebeneza, hapa tulipo, Ebeneza, wewe ni Ebeneza. Umbali tulipo, Ebeneza, umbali tulipo, Ebeneza, wewe Bwana, Ebeneza, wewe ni Ebeneza. Piga kelele za shangwe kwa Yesu. Haleluya! Asante Yesu. Asante Jamani, 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 hebu mpigie Yesu makofi mengi 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 mengi. Haleluya. Usiyeshindwa wewe ni Mungu, wewe Baba unaweza yote, usiyeshindwa, usiyeshindwa. Haleluya. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Kabila zote zinakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa.
Kuna watu wako hapa usiku wanaota wanakula, wanalishwa ndotoni. Wanaota wanakula chakula ndotoni. Umelishwa nyama za watu. Ulikuwa unajaribu kukaribia mafanikio, lakini usiku ukilala unaota unakula chakula kizuri tu. Wewe unakiona kabisa ni chakula kizuri, lakini ukiota unakula chakula, maana yake ni kwamba lile tatizo ambalo ukija kwenye maombi unaomba linaondoka. Usiku ukienda kulala, wale waliokusababishia ile tatizo wanakuja kulinenepesha. Kile chakula unachokula ndio wanalihuisha lile tatizo. Kama ulikuwa una ugonjwa, ulikuwa upati fedha, una balaa, una mikosi, ulikuwa una matatizo, una maradhi, kukataliwa, kukosa kazi, basi unavyokuja kwenye maombi, sio kwamba Mungu anakuwa hafanyi, hapana. Lakini baada tu ya kuombewa hapa, unatoka na majibu. Ukifika nyumbani, unavyoenda kulala, wanarudi wale waliokufunga, wanakulisha ndotoni. Ukiona unakula chakula, ndio sababu unashangaa mafanikio kwako hayapo. Hiyo ndio sababu nimekuja kukupa jibu leo. Chakula ulicholishwa, hata kama ni miaka iliyopita mingapi, ndio sababu ya wewe kuwa hivyo ulivyo leo. Kuna watu wako hapa wanaumwa miguu. Kuna mtu anaumwa miguu inakufa ganzi. Akitembea kidogo amechoka, nafikiri labda ni uzito. Sio uzito. Nyota yako iko kwenye miguu, na wachawi wamechukua miguu yako, wanaitumia kuingiza fedha kwao. Wewe hujui, unafikiri una maradhi ya miguu. Kuna mtu yuko hapa ana sukari. Hauna sukari wewe, nisikilize mimi. Umekula, kuna siku umekula, ulilala ukaota unakula chakula, umekula kisukari. Kuna mtu ana maradhi ya tumbo. Tumbo linakusumbua, lakini ile ugonjwa huo wa tumbo ni ugonjwa wa kutengeneza. Utaona maajabu hapa sasa hivi. Kuna mtu yuko hapa lakini hana nyota. Nyota imeondoka, anahisi kwamba kwanza hapo alipo amechoka, hata nao yaongea hayaelewi. Unahisi kama nakuongelea wewe, kila ninachokitaja unahisi ni wewe. Mungu anakutoa hapo ulipo leo. Kuna mtu nyota yake imeibiwa. Nyota ndio kila kitu. Hupati fedha, mikono yako inapitisha fedha lakini fedha hazikai. Huna unachokipata. Hata ukiambiwa hapo sasa hivi utoe 200,000, 200,000 nyingi, 100,000, huna hiyo hela. Huna hela kwa jina lako. Maisha ni magumu. Kuna mtu anapitia mapito ya mahusiano makubwa makali. Roho Mtakatifu ananiambia kuna mtu amechoka kwa sababu ya mahusiano, mpaka amekata tamaa, hajui cha kufanya hapo alipo. Anaona kama amelaaniwa, yuko kwenye kasi. Leo unatoka hapo ulipo leo. Kuna mtu yuko hapa lakini upo mwili, nafsi yako haipo. Kuna mtu hayuko hapa, yuko hapa mwili wa nje, lakini ndani ameshachomolewa. Yuko mahali anatumikishwa, anafanyishwa kazi. Wachawi wamekuwahi na wamekuchukua. Unatembea lakini hujielewi, wala ya kesho huyajui. Umechoka, huna la kufanya, huna wa kumweleza akakuelewa. Umeombewa, umechoka. Unaona kama Mungu hafanyi, unaona kama maombi hayana majibu. Nimesimama hapa, sauti ya Mungu, kukuambia imekwisha, na kutoa kwenye shimo ulilowekwa. Kuna watu wako mashimoni hapa, na kuona kuna mtu yuko ndani ya shimo. Ananyanyua mkono, asaidiwe. Namuona malaika, naona malaika anahangaika kumvuta. Kuna mtu namuona ananyanyua mkono, anasema nikumbukwe na mimi leo. Malaika, nakuona malaika unavuta mtu. Kuna mtu anavutwa, kuna mtu yuko kwenye shimo. Kuna mtu ananyanyua mkono, na kuona unanyanyua mkono. Namuona binti, mwanamke ananyanyua mkono, anataka kutoka, amechoka. Leo ninatuma moto wa Mungu. Naachia moto hapo uliposimama. Acha muziki,
Mungu yuko mahali hapa. Acha kupiga vyombo. Mungu yuko hapa. Mungu yuko hapa. Mungu yuko hapa. Leo nimetumwa, sijaja kwa akili zangu. Nimetumwa kuitangaza saa ya hatari kwa wachawi. Nimetumwa kumtangazia aliyokutesa imekwisha, na kutoa kwenye shimo ulilokwama. Ninachemsha hiyo ardhi ulioikanyaga. Ardhi hiyo ulioikanyaga na igeuza kwa moto. Hapo uliposimama ni moto kuanzia sasa. Ninaachia moto kwenye anga la mahali hapa. Ninaachia moto kila mahala. Ninaachia moto. Naachia moto kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Natangaza moto kwenye ulimwengu wa roho. Funga macho, nyanyua mikono yako juu. Wewe ambaye umekwama kwenye shimo, kuna mahali umewekwa, leo natuma malaika hapo. Hapo ulipokwama na kufuata. Sasa hivi funga macho yako, najua ninachofanya mimi. Ninamtuma malaika. Inatosha mateso uliomtesa huyo mama. Inatosha, nasema mimi Simba. Inatosha. Njoo upigane na mimi hapa. Kama wewe ni mwanaume, nasema inatosha. Inatosha umaskini, uchungu, maradhi uliomsababishia. Leo nimekuja kukomesha vita. Nimekuja kukomesha vita. Utaachia ndoa hiyo ulioishikilia. Utaachia ndoa ulioishikilia. Utaachia tumbo lake la uzazi. Utachukua kisukari chako na presha utaondoka navyo. Madeni uliomsababishia leo na kurudishia mwenyewe. Na yangoa madeni na roho ya madeni uliomwekea. Anadaiwa kila mahala. Anatamani kufa, lakini mimi nakujua ni wewe. Mimi nakujua ni wewe. Umesababisha wewe. Naachia moto. Naachia moto. Mkono wangu sio wa kawaida. Naachia moto sasa. Naanza kusambaza moto kwa jina la Yesu. Naachia moto. Nataka nyota za watu. Nataka nyota. Nataka nyota. Lete nyota. Lete nyota. Lete nyota. Lete nyota. 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 Nataka nyota. Lete nyota. Umefunga uchumi. Nataka nyota. Nataka nyota. Njoo kwa jina la Yesu. Na kuita kutoka mapangoni. Na kuita kutoka shimoni. Na kuita kutoka kwenye uchawi. Njoo kwa jina la Yesu. Mwachie. 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 Na sambaza moto. Moto! 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 Na kuhukumu kifo kuanzia leo. Yando na mashama. Oria bosi kamando na mashama. Hii mara moja maha. Nataka nyota za watu. Nataka nyota za watu. Siondoki hapa bila nyota 20. Nataka nyota za watu.